Ndugu, Bwana Yesu asifiwe. Napenda kusalimia kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia msalabani kwa ajili ya kutuokoa sisi wanadamu. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Nimesha Kiselemani, napatikana Mpanda, Katavi. Nimependa nikuletee habari njema za nyakati hizi tulizofikia, kukurudisha wewe mwanadamu kujitambua na kujielewa katika nyakati hizi tulizonazo. Ni ukweli kwamba mwanadamu amesahau ni wapi Mungu alimfanya awepo yeye duniani, na ni kwa kusudi gani, na ni kwa nini wewe umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Kazi yako ni nini hapa duniani? Ufanye nini ili upate kufika katika ufalme wa mbinguni? Sasa leo nataka tuangalie katika kitabu kimoja cha Mwanzo sura 6, tutaanza mstari ule wa kwanza, tutafika mstari wa 3 mpaka wa 6. Tutaangalia kwamba Mungu alituumba kwa kusudi gani. Lakini ukisoma mwanzo huu katika kitabu hiki, Mungu alitumba wanadamu kwa mfano wake, akamuumba kila mtu na vitu vingine ambavyo vilikuwa ni viumbe hai. Hivyo akakuumba mwanadamu kama mtawala wa vitu hivyo. Ingawaje tayari sasa katika kuishi mwanadamu amekeuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma ule mstari wa kwanza, Biblia inaambia, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Naomba niwe kituo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu nani nisikiliza, Mungu alimuumba mwanadamu mmoja akamweka ndani ya dunia hii, yaani akaumba mke na mume akaweka wawepo. Lakini baadaye kwao wamezaliwa watu wengi kama hivi leo, na namshukuru Mungu, watoto wanazaliwa kama zamani ilivyoandikwa. Wanazaliwa watoto wa kike wazuri walio wengi, na watumishi wa Mungu hapa duniani ulioumbwa kwa ajili ya kumtumikia yeye Mungu. Tayari tumeanza kuona vitu hivi kama vya samani machoni petu. Lakini Biblia inatufundisha nini juu ya jambo hili? Biblia inatufundisha jambo hili kwamba wanadamu wanapozidi kuongezeka, huwa vinaongezeka na vitu vingine vya ajabu. Usipoviangalia kwa kina, vitu hivi vinaweza kupoteza. Usome mstari wa 2, Biblia inasema, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Kama hivi leo dunia imefikia nyakati ambazo tumeacha kumwangalia Mungu kwa kina, tumebaki tuangalia mawazo yetu sisi wenyewe. Unakuta baba mtu mzima anaanza kujichagulia watoto wadogo sawa sawa na wajukuu wake, lakini watoto wa kiume nao wadogo wanaenda kuwapanda mama zao. Hivyo ni kwa jinsi gani? Ukisoma maandiko haya yanatufundisha nyakati hizi zimefananishwa na za mwanzo, na ni zile ambazo Biblia inasema ni nyakati za kwenda kuwa za mwisho. Sasa neno gumu la mwisho ambalo mwanadamu unapaswa ulijue, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa ni miaka 120. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, haleluya. Kwa ajili ya uovu wa mwanadamu miaka hupungua, vizazi huharibika, heshima huondoka, tabu huingia, kwa sababu watu wanaenda kinyume na Mungu na kufanya wapasayo wao wenyewe, lakini yanayopasa Mungu hawayafanyi. Sikiliza, Mungu anaposema hawezi kushindana na mwanadamu kwa sababu ni nyama. Mfano wake ni ng'ombe achinjwapo, nyama inapokaa siku 3, hiyo nyama huwa inatoa harufu, maana yake inakuwa imeoza. Kadhalika wewe mwanadamu na nisikiliza leo, ukweli usiopingika ni kwamba wewe unapokuwa unaishi katika uovu, Biblia imenaambia wewe ni nyama, maana yake unanuka, maana yake umeharibika, maana yake umemwacha Mungu na kufanya matendo yake mazuri, umeishia dhambeni. Sasa kwa neno hili unahitaji kuishi katika utatu mtakatifu wa Mungu aliye hai, ili Mungu mwenyewe apate kukuinua pasipo kuangalia dunia inakukunjaje,
Dunia inakupelekaje?